Kwa jina naitwa Amini Mzuri Sambo, ni meya manispaa ya Kigamboni. Siku ya leo tulikuwa na baraza la budget. Kwenye baraza letu tulikuwa na mchakato wa kupitisha bajeti ya 26-27. Na kitaalamu kabisa bajeti yetu tumekuwa na bajeti ya mapato ya ndani kwa maana ya on source ya thamani ya bilioni 27,60,772,920. Hii ndio namba ya bajeti ya on source, lakini bajeti ya jumla ni bilioni 73,525,998.5. Hii ndio namba ya bajeti kwa ujumla, lakini kama baraza limejikita kwenye mambo mawili matatu ya msingi. Cha kwanza, kipaumbele ni kwenye mapato. Kipaumbele kikubwa ilikuwa ni kwenye mapato, na bila kupoteza muda kwenu, swala la mapato ni pana sana. Swala la mapato linabeba na vyanzo vya mapato, na vyanzo vya mapato ni kama vile tozo zote zinazotozwa kwenye halmashauri na ambazo zinatumia sheria ndogo, zote zinapitia kwenye tozo kwenye kitengo cha mapato. Lakini swala la pili, tumejikita kwenye miradi ya maendeleo. Swala la pili, tumejikita kwenye miradi ya maendeleo ambayo inaenda kuwagusa wananchi kwa maelekezo yote ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Yote haya maelekezo yake ni bajeti ijikite kwenye kutoa kero. Kwa hiyo tumejipanga kwenda kuongeza idadi ya shule, tumejipanga kwenda kuongeza idadi ya hospitali, na tumejipanga kwenda kuongeza idadi ya kilomita za barabara kwa fedha za ndani. Haya yote ndio mambo tumetoka kujadili kwenye bajeti. Vipaumbele vyetu vilikuwa ni hivyo kwa bajeti yetu ya leo, na kimsingi tu mkurugenzi na wataalamu wamepokea kwa kauli moja kwenda kwenye utekelezaji wa bajeti ya 26-27 kwa kukubaliana na bajeti ya bilioni 73,525 na kwa ajili ya utekelezaji. Haya ndio makubaliano tumefanya kwa pamoja, na sisi tumetoka kifua mbele kwa bajeti tuliyopitisha kwa leo. Tunalo jukumu kubwa mbele yetu la kusimamia maendeleo ndani ya wilaya yetu ya Kigamboni kupitia baraza hili la madiwani, na katika kikao hiki cha leo ambacho kinajadili mapendekezo ya rasimu ya bajeti ambayo itakwenda kutumika 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti na Mstahiki Meya, niseme tu kwamba kupitia baraza lako hili la madiwani, kwa jinsi ambavyo wanaonekana na kazi kubwa ambayo wanaifanya kwenye maeneo yao, ni imani yangu kwamba tutaendelea kushirikiana vyema katika kuhakikisha kwamba tunawaletea maendeleo wananchi wa Kigamboni, ikiwa ni pamoja na kusimamia masuala ya maendeleo, miradi ya maendeleo, lakini na fedha zote za serikali zinazoletwa katika maeneo yetu, ambazo ni pamoja na hii bajeti ambayo tunaijadili hapa, ikiwa ni sehemu ya kutuletea matokeo mazuri ndani ya maeneo yetu, hasa miradi. Lakini vile vile katika mambo kadhaa ambayo binafsi ningependa kuyawasilisha hapa ni pamoja na baadhi ya vipaumbele vyangu kama mkuu wa wilaya ambavyo nilipenda baraza hili pia vikaweza kuvitambua. Ni pamoja na swala la ukusanyaji wa mapato. Swala la ukusanyaji wa mapato ni swala la msingi sana ndani ya manispaa yetu ya Kigamboni, kwa sababu ndo jambo pekee ambalo hata leo limetufanya tumekuwa hapa, kwa sababu tunatamani manispaa yetu ifikie yale malengo ambayo tunatarajia kuyafikia, ikiwa ni pamoja na usimamizi wa vyanzo vya mapato, kuhakikisha kwamba vile vyanzo vya mapato vinasimamiwa kwa 100% katika nyanja zote, ili tuweze kufikia malengo yale tuliyojiwekea ya zaidi ya 100% tunapofikia kufunga mwisho wa mwaka wa fedha wa 2025-2026. Mheshimiwa Mstahiki Meya,
Pamoja na hilo, tuna swala la miradi ya maendeleo. Zipo fedha ambazo zinakuja, ruzuku za serikali, fedha za wafadhili, lakini pamoja na on source, kwa maana ya fedha za mapato ya ndani. Zipo fedha ambazo tunazipeleka katika miradi yetu ya maendeleo, lakini sote tuna jukumu la kuhakikisha kwamba basi fedha hizi kupitia kwa wataalamu wetu ambao wanasimamia miradi hii, kuhakikisha kwamba fedha hizi basi zinazoenda kwenye miradi zisimamiwe kwa karibu, ili tuweze kuwasaidia wananchi wetu na yale malengo ya Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuwafikishia huduma wa wananchi kwa karibu katika sekta zote za afya, elimu, miundombinu na kuwainua wananchi kiuchumi kupitia mikopo ya 10%, basi tuweze kuzifikisha kwa 100%. Lakini vile vile utoaji wa huduma bora. Mheshimiwa Mstahiki Meya, tumeona katika maeneo mbalimbali wapo wenzetu ambao wanatoa huduma nzuri, lakini wapo ambao bado wanasuasua katika utoaji wa huduma. Nikisema utoaji wa huduma ni ule uwajibikaji na huduma tunazozitoa kwa wananchi wetu katika ofisi zetu, aidha ni taasisi ya serikali ama si taasisi ya serikali. Lakini vile vile Mheshimiwa Mstahiki Meya, tuna swala la uwajibikaji kwa watumishi. Uwajibikaji kwa watumishi kwetu kiwe ni kipaumbele, ili tuweze kumsaidia Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwajibika katika maeneo yetu ya kazi kama inavyotakiwa. Mheshimiwa Mstahiki Meya, kupitia baraza lako la madiwani, niendelee kuomba ushirikiano. Mimi kama mkuu wa wilaya pamoja na timu yangu tutakuwa tunaendelea kushirikiana pamoja nani kuhakikisha kwamba ile azma ya serikali ya awamu ya 6 ya kusogeza huduma kwa jamii katika sekta zote za afya, miundombinu, elimu pamoja na kuwainua wananchi kiuchumi kupitia mikopo ya 10% na mambo mengine yote ya msingi, basi yawe yanawafikia kwa 100%. Lakini pia kuendelea kuwa na mashirikiano mazuri baina yetu sisi, ili kuhakikisha kwamba basi tunawahudumia wananchi nasi tunafanya kazi katika mazingira mazuri. Nami nimalizie kwa kuwapongeza sana kwa kufanya kazi nzuri ya kumsaidia mwenyekiti wetu wa taifa, lakini pia kuhakikisha kwamba yale maendeleo ambayo yako katika kata zetu, katika kata zote 9 za wilaya ya Kigamboni, mnayasimamia kwa karibu na kuwasogezea wananchi huduma. Niwashukuru sana kwa machache haya Mheshimiwa Mstahiki Meya. Nashukuru sana kwa nafasi hii, lakini mimi niwaahidi tu kwamba tutaendelea kushirikiana vema, lakini kubwa hasa ni kuhakikisha kwamba lile swala letu la mapato basi tunalisimamia kwa 100%, na niwatakie kikao chema.